Kwa hiyo moja kwa moja sasa nitakwenda kuzungumzia mambo yafuatayo. Kwanza kabisa nitakwenda kuzungumzia asili ya neno siri lilitoka wapi au linatoka wapi. Tutakuja kugundua kwamba siri zilianzia kwa Mungu. Na ndio maana kitu usipokijua bado kinakuwa ni siri kwako. Pili nitakwenda kuzungumzia siri ambazo Mungu amenifunulia kuhusiana na taifa la Tanzania. Tatu nitakwenda kuzungumzia chanzo cha yote hayo ambayo yanatokea. Mpaka Watanzania tumefika mahali sasa tunaanza kugombana sisi kwa sisi. Polisi kwa wananchi, viongozi kwa wananchi. Yaani hicho ndicho shetani anachokitafuta. Yaani mfike mahali muanze kugombana ninyi kwa ninyi. Hapo shetani anafurahi, akienda pembeni kule anacheka kabisa kwamba nimewapata Watanzania. Kwa hiyo lazima tufunguke akili na masikio ili sisi shetani asituzidi akili. Ashukuriwe Mungu ameweka siri zake hadharani na nitakwenda kuzisema ili kila Mtanzania apate kupona. 4 nitakwenda kuzungumzia adui mkuu. Japo nimeshaanza kumdokeza adui mkuu ni nani. Adui mkuu alianzia huko mbinguni kapigwa na nitakuelekeza hapo mbele. Nitasoma na maandiko. 5 nitakwenda kuzungumzia Mungu anataka tufanye nini ili sisi wa Tanzania tuweze kupona. 6 nitakwenda kuzungumzia Mungu atatufanyia nini au atafanya nini ili sisi wa Tanzania tupate kupona. Kwa hiyo nasisitiza Watanzania wote munisikilize kwa makini bila kujali huyo mnayemsikiliza. Wewe angalia kwamba huyo anayezungumza katumwa kweli na Mungu au anazungumza mambo yake. Mimi sizungumzi cha kwangu. Kwanza ni mara yangu ya kwanza kabisa kuweza kuzungumzia mambo haya kwa njia kubwa kama hizi. Lakini Mungu akikutuma lazima ufikishe ujumbe mahali husika. Na nina uhakika kabisa baada ya masikio yetu wa Tanzania kufunguka, na ninamwamini Mungu, ujumbe huu kwa sababu umetoka kwake, basi kila atakayeupokea atauelewa na atajua nini maana yake na atakubali kwamba kweli hiki anachokiongea huyu mchungaji ni sahihi na tukubali Mungu anapotuelekeza. Ndugu zangu, mpaka ninaongea sijakurupuka. Wala sio kwamba tu nimelala nikaota basi hiyo ndoto nilivyoiota tu moja kwa moja nimekuja hapa. Nimekuwa na maombi ya muda mrefu sana. Maombi takriban miaka 2 sasa. Mwaka mmoja na miezi 7 ya mfungo, na hizo siku zingine ni maombi ya kawaida. Na kwa mtu wa rohoni anaelewa. Kwa hiyo haikuwa jambo rahisi. Na hata Mungu aliponifunulia bado niliomba uthibitisho ili Mungu anithibitishie. Kama vile bidhaa Tanzania ambavyo haiwezi kwenda dukani au haiwezi kwenda sokoni bila kuthibitishwa na TBS. Kadhalika ujumbe huu ninaotoa umethibitishwa na Roho Mtakatifu. Mwenye masikio na asikie maneno ambayo Roho anawaambia Watanzania. Ndugu zangu, dunia hii tunayoishi ina fumbo moja tu linaloitwa siri. Yaani secret au mystery kwa lugha ya Kiingereza.
Unapojua siri ya kitu chochote, utakuwa unatambua mwanzo mpaka mwisho wa jambo hilo. Wote tunakubaliana kwamba aliyebeba siri zote duniani na mbinguni ni Mungu Mwenyezi aliyeumba mbingu na nchi. Peke yake ndo mwenye kuzijua siri zote. Hii utaona katika kitabu cha Mathayo sura 24 mstari wa 36. Hapa utaona kwamba Yesu alikuwa akijibu swali ambalo aliulizwa na mmoja wa wanafunzi aliyemfuata faragani na kumuuliza, tuambie mambo hayo ya siku za mwisho yatakuwa ni lini, na ni nini dalili ya kuja kwako na ya mwisho wa dunia? Mathayo 24 mstari wa 3. Hapa Yesu anatufundisha siri zote anazo Mungu Baba, muumba wa mbingu na nchi. Unajua Yesu alimjibuje? Twende tukasome katika kitabu cha Mathayo sura ile ya 24 mstari wa 36 mpaka 44. Hata alipokuwa ameketi katika mlima wa Mizeituni, wanafunzi wake wakamwendea kwa faraga wakisema, tuambie mambo hayo yatakuwa lini, nayo ni nini dalili ya kuja kwako na ya mwisho wa dunia? Yesu akajibu akawaambia, angalieni mtu asiwadanganye, kwa sababu wengi watakuja kwa jina langu wakisema mimi ni Kristo, nao watadanganya wengi. Nanyi mtasikia habari za vita na matetesi ya vita. Angalieni msitishwe, maana hayo hayana budi kutukia, lakini ule mwisho bado. Kwa maana taifa litatoka kupigana na taifa, na ufalme kupigana na ufalme. Kutakuwa na njaa na matetemeko ya nchi mahali mahali. Hayo yote ndiyo mwanzo wa utungu. Sasa mimi nataka nisome ule mstari wa 36. Twende mpaka ule mstari wa 36. Walakini habari ya siku ile, saa ile, hakuna aijuae, hata malaika walio mbinguni wala mwana, ila Baba peke yake. Hapa Yesu Kristo alikuwa anatueleza kwamba mwenye kujua siri ya siku na saa ni Mungu peke yake. Kwa hiyo utaona kwamba Mungu ndio aliyejaa siri zote. Na kama anatugawia baadhi ya siri, basi anatugawia kwa ajili ya sababu fulani fulani. Kwa hiyo chochote unachokiona duniani kina siri yake. Kwa mfano, kuzaliwa kwa mtu kuna siri yake. Tabia nzuri ya mtu, ya binadamu yoyote, ina siri yake. Matendo ya mtu yoyote duniani yana siri yake. Ili uwe engineer kuna siri yake. Ili uwe pilot kuna siri yake. Ili uwe daktari kuna siri yake. Ili uwe mwalimu kuna siri yake. Kadhalika utaona Mungu aliumba mbingu na nchi kwa siri kubwa sana. Maana alikuwa anatamka, roho wake anatekeleza. Hiyo utaiona katika kitabu cha Mwanzo 1:1 mpaka 5. Kadhalika utaona pia kwamba uumbaji huo alikuwepo Yesu Kristo. Ndio maana unaona katika Mwanzo 1:26 neno la Mungu linasema, na tumfanye mtu kwa mfano wetu. Hapo alikuwepo Mungu Baba, Mwana na Roho Mtakatifu. Kwa hiyo Yesu alikuwepo. Maana wengine wanasema kwamba Yesu alizaliwa na Bikira Maria duniani. Ngoja nikuonyeshe kitabu cha Yohana 1:1. Anasema, hapo mwanzo kulikuwako neno, naye neno alikuwako kwa Mungu, naye neno alikuwa Mungu. Huyo mwanzo alikuwa kwa Mungu. Vyote vilifanyika kwa huyo, wala pasipo yeye hakikufanyika chochote kilichofanyika. Kwa hiyo hivyo vyote naona vimefanyika. Hapa Yesu Kristo anatajwa kama neno la Mungu, kwamba yeye wakati wa uumbaji alikuwepo. Hakikufanyika chochote unachokiona pasipo kuwa yeye kuwepo. Kwa hiyo Mungu huwa anawafunulia wanadamu siri
Ili uweze kuunda gari lazima kuna siri yake. Kutengeneza vinywaji, kinywaji kwa mfano Coca-Cola, lazima ujue siri yake. Kwa hiyo kila kitu kina siri. Maana kuna watu wengine wanaweza kujiuliza, unajua sisi wote ni watu wa Mungu. Sisi wote si watoto wa Mungu. Sio kweli. Nataka nikufunulie, nikuweke wazi. Na baada ya haya mahubiri au hii hotuba, nitaomba wewe ambaye haujaingia kuwa mwana wa Mungu, basi uwe mwana wa Mungu, kwa sababu mlango uko wazi. Biblia inasema katika Yohana 1:12, inasema ya kwamba wote waliompokea aliwapa uwezo wa kufanyika watoto wa Mungu. Lakini pia ukienda katika waraka wa kwanza wa Yohana, ile sura ya 3, kuanzia wa 7, anasema watoto wadogo, mtu na asiwadanganye, atendaye haki yuna haki kama yeye alivyo na haki. Atendaye dhambi ni wa Ibilisi. Kwa kuwa Ibilisi hutenda dhambi tangu mwanzo. Kwa kusudi hili mwana wa Mungu alidhihirishwa ili azivunje kazi za Ibilisi. Kwa hiyo utaona kwamba atendaye dhambi ni wa Ibilisi. Kwa hiyo kwa lugha nyingine, kama unatenda dhambi kwa mujibu wa Biblia, sio mimi, ni mtoto wa Ibilisi. Kwa hiyo mtoto wa Mungu ni yule ambaye amempokea Kristo kuwa Bwana na Mwokozi wa maisha yake, na kuanza kuishi maisha matakatifu sawa sawa na Mungu anavyomwelekeza, sheria za Mungu zinavyomwelekeza, na anaweza kaishi maisha ya kutenda matendo mema. Utaiona hiyo katika Wakorintho wa kwanza sura ya 4 mstari wa 1 mpaka wa 5. Mtu na atuhesabu hivi kuwa tu watumishi wa Kristo na mawakili wa siri za Mungu. Watumishi wa Kristo na mawakili wa siri za Mungu. Kwa hiyo watumishi wa Mungu wamebeba siri, kwa sababu Mungu anakuwa anawafunulia siri zake. Pia hii utaiona pia katika kitabu cha Zaburi 25 mstari wa 14, anasema kwamba siri za Mungu, anasema siri za Bwana ziko kwa wamchao, naye atawajulisha agano lake. Kwa kila nyakati na majira yake, Mungu huinua mtumishi wake ili awavushe watu wake kutoka hatua moja kwenda hatua nyingine. Mfano Musa aliweza kuwavusha wana wa Israeli, kuwatoa katika mkono wa Farao, na akawavusha katika bahari ya Shamu, akawapeleka mpaka jangwani, na hatimaye Joshua akawaingiza Kanaani. Kwa hiyo Mungu huwa ana kawaida ya kumtuma mtumishi wake awavushe watu wake kutoka hatua moja kwenda hatua nyingine. Kadhalika Mungu amenituma niwavushe Watanzania. Watanzania. Na kama nilivyosema, sio Watanzania tu. Wote wanaonisikiliza nchi zao, East Africa, Afrika, Ulaya na dunia nzima kwa ujumla. Watakaosikiliza ujumbe huu na kutaka kupona katika taifa lao, hakika Mungu atawaponya kama wataweza kumtii na kusikiliza sauti yake. Wanasema ukitaka kutatua tatizo, lazima ujue chanzo cha tatizo. If you want to solve the problem, you must know the source of that problem. Ukijua siri, utajua mwanzo mpaka mwisho wake. Niliyetumwa kwenu napenda kuambia ukweli wa Mungu Baba, na kuhakikishia kwamba Mungu ameyaona mateso ya Watanzania. Ameona kilio kizito kilichotokea Tanzania. Ameona majonzi ya Watanzania. Hii utaona hata ukisoma katika kitabu cha Kutoka. Mungu alisema, nimeyaona mateso yenu, nimesikia kilio chenu, nimeshuka ili niwaokoe.